Katika kipindi zetu Siri ya Msamaha wa Dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiye kwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Siri ya Msamaha wa Dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa Righteousness of God Ministry hapa Lare. Tukaribishe mtazamaji wetu kwa makofi, sangwe na vigelegele. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii ametujalia mara tena, mpendo mtazamaji, ili tuweze kujumuika pamoja kusikiza neno la Mungu. Hata ukisikia neno likiwa tofauti na mawazo yako, weka mawazo kando, upokee tu neno la Mungu. Na ukilipokea neno la Mungu litaweza kubadilisha moyo wako, na moyo wako ukibadilika, pia maisha yako yatabadilika. Watu wengi wamejaribu kubadilisha matendo yao, lakini hawajui shida iko wapi. Shida haiko kwa matendo, shida iko kwa moyo. Moyo ukibadilika, matendo yatabadilika. Watu wanajaribu kubadilisha tabia zao, lakini ni vigumu sana kubadilisha tabia yako. Lakini ni rahisi sana moyo ukibadilika, tabia kubadilika. Haleluya. Watu wengi wamejaribu jinsi wanaweza kubadilika, lakini hawajawahi badilika. Kwa sababu gani? Kwa sababu uwezo wa kujibadilisha hauko kwako. Uwezo wa kukubadilisha uko katika neno la Mungu. Amen. Nataka tusome Biblia, kitabu cha Marko. Na katika kipindi kilichopita tumejifundisha muda mrefu sana kutambua kama umesaguliwa. Unawezaje kujua kama umesaguliwa uingie mbinguni? Juu kuna wale wamesaguliwa waende jehanamu, kuna wale wamesaguliwa waingie katika ufalme wa mbinguni. So tumejifundisha katika hizo kipindi zingine zimepita, katika hiyo programu zingine zimepita, tumejifundisha tukaweza kuelewa kama tumesaguliwa ama hatujasaguliwa. Wale ambao wamesaguliwa, Mungu amewapa neema ya kupokea injili. Wamejaliwa neema ya kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Na siri za ufalme wa mbinguni ni kujua ya kwamba ni kupata nguvu ya kuamini Yesu alichukua dhambi zangu. Kama bado unajihisi mwenye dhambi, jua ya kwamba umepewa nguvu ya kupotea ili uamini uongo. Maandiko yanasema, kwa hiyo Mungu ameleta nguvu ya upotofu wa uamini uongo. Wale ambao waamini uongo, ambao Mungu hakuwapea nguvu ya kuamini ukweli. Haleluya. Ukisoma kitabu wa Thessalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 11 inasema, kwa hiyo Mungu amewaletea nguvu ya upotofu ili wauamini uongo, ili wakume wote ambao hawakuamini kweli, bali walikuwa ni kujifurahisha katika udhalimu. Lakini atupasa sisi kushukuru Mungu kwa ajili yenu ndugu mliopendwa na Bwana, na usaguliwa tangu mwanzo mpate wokovu na kutakaswa na Roho na kuamini kweli. Wale waliosaguliwa tangu mwanzo walisaguliwa wapate wokovu na kutakaswa na Roho na kuamini kweli. Haleluya. Nataka tujifundishe katika programu hii sasa, nataka tujifundishe kuhusu toba na imani. Toba na imani. Tofauti ya mahubiri yangu na dini asia sana ni kidogo tu, lakini hiyo kidogo ndio itakupeleka jehanamu. Hiyo kidogo umepoteza ndio inakupeleka jehanamu. Unajua dini inaamini injili. Inaamini Yesu alikufa. Inaamini Yesu alisikwa. Wanaamini Yesu alifufuka. Wanaamini Yesu alisaliwa.
wanaamini Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi na alisikwa na siku ya tatu alifufuka. Lakini kitu wameruka ni moja, na hiyo ndio ya muhimu. Tuangalie ni mzuri. Baba inge bagatumira yaka mukathe kuromba injire nyoki methone aku rone ndatumira ka mukathe uinda aromba akoni uinkarekerwa ukaromba igete thasiao ugithwana cia hau ni orekeri buri hau ni okurekerwa kuri nkoma yukaitie na mwisho wikwe njana mwe milele. Haleluya. Bango getha barombe nyabare kinyabareta kiaru ni onto bwambi baurete kurekerwa guteke maromba guteke kuromba kamukathe guteke ke kurombe orekeri bure yoke muntora umete jireneke au meta paka mamadhonyo nake asokera murungu noe murungu amurekero theri. Haleluya. Mahali unatafuta msamaha haupo huko. Unatafuta msamaha kwa njia yako, unajitakasa bado ukiwa kwa njia yako. Vitu maana baba ndiguretoria ekariyo kailake neme utebo wetore akoringe kare usafua no kwerero inakwa ndekijire ndiguro no mwaka ilake neme. Haleluya. So ukeza mtu kaikareti atakakwithe mesia mtu kasinya lelete atakaringeme njire kuno yeneme njire murungu eteme njire kuno enawesia njire murungu etewesia na njire murungu ni Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Mtu mbaya ase nini? Mtu asiyaki ase nini? Mawazo yake amrudie nani? Bwana. Arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Kendore kero bati kwendi atia bati korombo reke wadi korombo rekeri kendore kero Isaya 55 mstari mmoja ruwa ukarombo rekeri kenda wa mberi rekeri na tobati kwendia utoke kwa njia yako, mawazo yako, umurundie Bwana. Na ukimurundia Bwana naye amesema namna gani? Nitakurehemu. Urejee kwa Mungu wetu naye akusamehe. Kendore kero bati kwendia ndia bati kwendia ni umara jireneku. Kitu ya kwanza kufanya utoke kwa njia yako, utoke kwa mawazo yako, umurundie Bwana. Haleluya. Unapomrudia Bwana unapata msamaha wa dhambi. Msamaha wa dhambi ni rahisi sana. Hautafuti kwa njia ya kuombewa, hautafuti kwa njia ya kuomba, hautafuti kwa njia ya kupakwa mafuta ama maji ama nini. Hapana, huko msamaha uko kwa wewe utoke kwa njia yako, mawazo yako, umrudie Bwana naye akusamehe. Haleluya. Kusamehewa ni rahisi sana. Kurekerwa kitu simple. Na Mungu akikita kitu simple. Kaenda kikinyila mtu wende, kendo rekeri kikinyila mtu wende. Noe mtu lokekireta madhwani yake, lokekireta jireke. Biblia ilua njia ya mpumbavu imenyoka masoni pake mwenye. Na hiyo njia unaona iko sawa, mwisho wake ni nini? Ni njia ya nini? Kuna njia ionekanao sawa masoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni mauti. Mungu anataka utoke katika hiyo njia, katika hiyo njia. Utoke katika hiyo njia. Mungu anataka utoke katika hiyo njia kwa sababu hiyo njia inaonekana iko sawa, lakini mwisho ni, angalia hiyo neno Mithali 16 mstari 25. Maandiko yanasema iko njia ionekanao kuwa sawa masoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Hii njia unaiandama unaona iko sawa. Hii njia iko sawa. Wakati nilikuwa mwenye dhambi, nilikuwa naomba nisamehewa, napiga magoti na mulilia Mungu, naomba Mungu nisamehe dhambi, na ungama mpaka dhambi ya babu zetu, na ungama dhambi za ukoo, na ungama dhambi za familia, na ungama dhambi za wandugu, na ungama dhambi za wasirika, na ungama dhambi za kila mtu. Hapo ninaamka nikisema nimesamehewa, kumbe kazi yote nafanya ni bure. Haleluya. Watu wanafikiria wakiomba na kulia ndio watasamehewa. Kama hiyo ndio njia ya kuondoa dhambi, mbona Yesu afe msalabani? Mbona Mungu atoe Yesu akuja akufe msalabani? Si angesema lieni masosi? Wengi wanaposoma Zaburi mahali Daudi alisema nimelogeza kondoo langu na masosi, wanafikiria Daudi alilogeza kondoo lake kwa masosi kwa sababu ya dhambi. Hakulia kwa sababu ya dhambi. Daudi alikuwa mgonjwa.
alikuwa analia ili Mungu amponye. Si ati kwamba alikuwa na dhambi ndiye alikuwa analilia, hapana. Watu wengi wanafikiria dhambi inaoshwa na masosi. Dhambi ioshwi na masosi. Dhambi inaoshwa na damu ya Yesu, na ilioshwa mara moja na milele. Uamini usiamini ni ukweli. Haleluya. Na wale dhambi zao zinaoshwa ni wale ambao wametubu, wale wamejielewa, wametoka kwa njia yao, wametoka kwa mawazo yao, wamemrudia Bwana. Baada ya kumrudia Bwana, wamepata msamaha wa dhambi. Haleluya. Watu wanajaribu watu wanamwamini Mungu, lakini wanaamini Yesu Kristo wakiwa kwa njia yao, bado wakiwa kwa mawazo yao. Lazima tuweke bidii yetu, lazima tuweke kasi yetu, lazima tuweke matendo yetu. Hata kama Yesu alikufa, lazima tuombe msamaha. Alitutengenezea njia ya kuomba msamaha. Imeandikwa wapi Yesu alitutengenezea njia ya kuomba msamaha? Yesu alikuja kuondoa dhambi ambayo Adamu alileta, na akaiondoa mara moja na milele. So lako yule ambaye ametoka kwa njia yake na mawazo yake anaweza kuamini hilo neno. Lakini neno limekuwa ngumu kuaminika. Kwa sababu gani? Kwa sababu bado uko kwa mawazo yako, bado uko kwa njia yako, ndio unaona huwezi kuamini hili neno. Haleluya. Amen. Tubuni. Mkaamini nini? Injili. Haleluya. Tuangalie neno lingine hapa. Saeni matunda ya pasao toba. Yohana kitabu cha Mathayo 3:8. Saeni matunda ipasao toba. Sasa hapa ndio dini wakisoma hilo wanasema kuzaa matunda ipasao toba ni kuanza kutenda matendo mazuri, kusaidia watu. Kama matendo yako yalikuwa mabaya, badilisha hapo, waanze kuzaa matunda ipasao toba. Kuzaa matunda ipasao toba. Rudi mstari wa 7. Inasema alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi uzao wa nyoka, nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Alipowaona, aliwaona ni uzao wa nyoka. Wewe ni uzao wa nani? Inafaa kuzaa matunda ipasao toba ni ujielewe wewe ni nani. Wewe ni uzao wa nyoka. Wewe ni uzao wa Shetani. Baba yako ni Shetani. Yesu alisema muna baba yenu ambao ni Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa mwai tangu mwanzo, wala kusimama katika kweli, maana hiyo kweli haimo ndani yake. Asemapo usema uongo, unasema yaliyo yake. Haleluya. Sasa ukiangalia Yesu alisema muna baba yenu. Hapa Yohana amesema namna gani? Enyi uzao wa nyoka. Yesu alisema tena Mathayo 12:34 akasema, enyi uzao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Na waraka wa kwanza wa Yohana 3:8 inasema, atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Sasa unafaa ujielewe mimi ni wa nani. Unapojielewa wewe ni wa nani, umeanza kuzaa matunda ya pasao toba. Haleluya. Kutombekana ntongwe siara nzabibu. Kuombekana kaanda mpembe wewe imongawe mudene. Kuombekana. Sasa inawezekanaje mtu muovu mwenye dhambi asae matunda mazuri? Mtu muovu uzaa matunda mabaya, na mtu mwema uzaa matunda mema. Mwanadamu ni mtu muovu kwa sababu baba yetu Adamu alipanda mti muovu, na hizo tukawa matunda yake. Sasa tutazaa matendo mabaya tu. Sasa unapojielewa hivyo, ujue hauna kitu kizuri ndani yako, wewe ni uzao wa nyoka. Hapo umeanza kuzaa matunda ipasao toba. Angalia vile walikuwa wanawaza. Alipowaona akamwambia, saeni matunda ipasao nini? Toba. Angalia hapa, wala msiwaze mioyoni mwenu ya kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu, kwa maana nawaambia kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumuinulia Abraham uzao. Msiwaze mioyoni mwenu, mnaye baba ambao ni Ibrahimu. Kwa hivyo Yohana anawaongoza wasae matunda ipasao toba. Matunda ipasao toba ni waanze kuwaza kinyume na vile walikuwa nawaza. Walikuwa nawaza sisi ni uzao wa Ibrahimu, sasa waaseni nyinyi ni uzao wa nyoka. Mnaelewa? Halo? Haleluya. Mpendo mtazamaji, tunaelewana?
Anataka waelewe vizuri. Wao ni uzao wa nyoka, wasiwase mioyoni mwao wao ni uzao wa Ibrahimu. Judani ameoa wanawasa, sisi ni uzao wa Ibrahimu. Sisi ni uzao wa Ibrahimu. Sisi ni uzao wa Ibrahimu. Yohana moyo wangu tulia. Tulia kwa Bwana. Karibisa katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Musiwase hivyo mioyoni mwenu. Mungu anaweza kuinulia Abraham uzao katika mawe haya. Nyinyi si uzao wa nani? Wa Ibrahimu. Nini uzao wa nani? Wa nyoka. Wakati unapowasa wewe ni uzao wa nani, umeanza kuzaa matunda ipasao toba. Mstari wa 10 inasema, na soka limekwisha kuwekwa penye masina ya miti. Basi kila mti usiozaa matunda mazuri ukatwa na kutupwa motoni. Kila mtu usiozaa matunda mazuri ukatwa na kutupwa wapi? Motoni. Hebu tuangalie Yesu naye anasema namna gani kuhusiana na jambo hili. Ninyi mwawezaye, enyi wanyoka, mwawezaye kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu uyanena na uyasayo moyo wake. 35. Mtu mwema katika akiba njema utoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya utoa mabaya. Akiba ni akiba gani? Uiko ndani ya moyo wako. Basi nawaambieni, kila neno watakalo linena lisilo na maana watakalo linena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Amen. Kwa hiyo Yesu anazidi kuonyesha. Tuangalia mstari wa 33, anasema, ufanyeni mti kuwa mwema ni matunda yake kuwa mazuri, au ufanyao mti kuwa mbaya ni matunda yake kuwa mabaya. Kwa maana kwa matunda ya mti utambulikana. We ni mti wa aina gani? We ni mti muovu. Na ndio maandiko inatueleza vizuri. Inatueleza katika kitabu cha Mwanzo 6 mstari wa 5, Bwana kaona maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi anawaza moyoni mwake ni mbaya tu siku zote. Fahamu ndani yako hakuna kizuri kiko ndani yako. Wakati umeanza kufahamu hakuna kizuri kiko ndani yako, hakuna kitu kiko ndani yako cha kumfurahisha Mungu, umeanza kuzaa matunda ya pasao toba. Haleluya. Umeanza kuzaa nini? Matunda ipasao nini? Toba. Lakini unaanza kuasa, mimi ni sawa Ibrahimu, mimi ni Mkristo, mimi ni mwenye haki, mimi ni mtakatifu, na pande nyingine unasema mimi ni mwenye dhambi. Wewe hauzai matunda ipasao toba.
Unaposema tu nipaswa toba, unapata wokovu permanent. Kila kitu Mungu anapeana ni ya milele. Wokovu ni milele, msamaha ni milele, haki ni milele, utakaso ni milele, kuwa mwana wa Mungu ni milele, roho wa Mungu ni wa milele. Tika tipo yokekerundoka oka unkuzaga lake yaka amela Yesu kaka bulugodheri kaka engodheri Yesu wewe hapo kekerundu no akaria ndenenu milele na milele. Haleluya. Salimia mtu, muulize uko na roho ama uko na roho ambaye anatoroka. Mtazamaji, salimia mwenzako hapa kama karibu na mtu, muulize uko na roho wa milele ama roho anayetoroka. Haleluya. Una roho kaungudha ana una roho milele. Haleluya. Roho wa Mungu hawezi ondolewa. Ndio Roho Mtakatifu. Petro alisema, tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu mpate ondoleo dhambi zenu na mpokee kipawa cha Roho Mtakatifu. Yule anapokea kipawa Roho Mtakatifu ni yule ambaye dhambi imeondolewa ndani ya moyo wako. Dhambi ikishaondolewa ndani ya moyo wako, unapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ni msaidizi, anatuombea, anatusaidia katika udhaifu wetu, anatukumbusha, anatufundisha. Hii ni kazi Roho Mtakatifu anafanya akiingia ndani ya mioyo yetu. Haleluya. Sasa kuna mwenye dhambi hapo akanasema, "Oh, mimi niko na roho lakini natenda dhambi." Uko na roho ya Shetani. Unajua kuna Roho Mtakatifu na kuna Roho Mtakakitu. Sasa uko na Roho Mtakakitu ama uko na Roho Mtakatifu? Haleluya. Amen. Unapata watu maisha yao kuna mahali inafika, mtu alikuwa Mkristo, alikuwa mtu mzuri, alionekana bila, amejitolea kanisani, amefanya mambo mengi kanisani, baadaye baada ya muda mfupi huyo mtu unamtafuta kanisani au muone tena. Kwa sababu gani? Ni roho ilikuwa imelala, ni kama simba ambaye amelala. Usione simba amenyezewa ufikirie ni paka, sawa sawa. Sasa hii ilikuwa imenyezewa hapa, wakati imeona kitu inaamka. Haleluya. Sasa mwanadamu unaona ndio huyo amengangana, mwishowe unamkuta kwamba mwishowe unampata mwovu, unampata ameongeza mabibi, amefanya mambo maovu. Kwa sababu gani? Aliokoka yeye mwenyewe. Ndio unasikianga dini wanasudia, nimeokoka nampenda Yesu. Kuna kuokoka na kuokolewa. Kama wewe umeokoka ni wewe umejiokoa. Umewaona, tuseme kwa mfano unatembea unajikoa, unangangana usianguke. Unasema, nimefanya nini? Nimeokoka, si avunjika mguu. Lakini kama umengangana mtu mwingine ametokea hapo amekusikilia, utasema mtu fulani ameniokoa. Kwa hivyo kuna kuokolewa na kuna kuokoka. Kuokoka kuko kwa dini kwa sababu amejiokoa kwa matendo yao. Lakini kuokolewa kuko kwa kanisa la kweli kwa sababu ameokolewa. Haleluya. Uliza mtu umeokolewa ama umeokoka? Umeokolewa ama umeokoka? Ninampenda Yesu. Wewe ndio unapenda Yesu ama ni Yesu anakupenda? Yaani watu wa dini wameshanganyikiwa. Wamechanganya maandiko na wao wakachanganyikiwa. Wanasema nampenda Yesu. Ni Yesu wewe unapenda Yesu ama ni Yesu anakupenda? Nimekata kauli ya kumuhisia. Wewe ukate kauli ya kumuhisia Yesu. Yesu ateno toro bwake ndo motorera. Atate ka wewe na Yesu no bado torera onge. Nani anaishi? Sio mimi naishi, nani anaishi? Yesu. Lakini napata mwingine anasema naishia Yesu. Nimekata kauli ya kumuhisia Bwana. Ya torera o ondoteo utonge wa utorira. Sawa. Enda ukaisie bibi yako ama mume wako. Yesu ndiye anatuhisia. Haleluya. Ama unamuhisia Yesu? Wanasema nimechagua Yesu. Umechagua Yesu ama Yesu ndiye amekuchagua? Watu wanaongea mambo opposite na Biblia. Haleluya. Komeme ere mama romba yukie maia kwa andikiko. Mungu atenda sio uitenia. Imeandikwa wapi? Mungu anatafuta mtu yule ajiwezi. Mungu hayokoi wale wanajiweza, wale wameshindwa. Haleluya. Yesu alikuta Petro amelala usiku kusa, hayapata chochote. Akamwambia tupa neti pande hii, akatupa neti pande hii akapata samaki. Alikuwa na uwezo wa kupata samaki. Alikuwa ameshindwa, anatafuta watu walioshindwa. Mtu aliyeishi miaka 38 alikutana na Yesu.
rogota kono lako uende nyumbani. Huyu mtu ameishi miaka hiyo yote, hana uwezo wa kujisaidia. Na kulikuwa kumejaa jamii ya wagonjwa, lakini hakuwasaidia kwa sababu walikuwa na uwezo. Yesu asaidii wale walio na uwezo, wale wasio na uwezo. Na ndio maana tunasema wasimiao atawaongeza, atawapa nguvu mpya. Si wale walio na nguvu awape nguvu, hapana. Nguvu kwa nguvu asiendani. Haleluya. Nguvu inaenda kwa mdhaifu. Haleluya. Yule asiyeweza ndio Mungu anakuja na mtia nguvu. Na mtu mmoja alienda kwa Yesu, alikuwa na mkono uliopooza, akatambua moyo wa Yesu Kristo, nikidhihirisha mkono wenye nguvu, mimi nguvu na nguvu zitavurutana. Lakini nikidhihirisha mkono wangu ambao umepooza, ambao ni mdhaifu, huu mkono utapokea nguvu kwa Yesu. Akadhihirisha mkono wake ambao ni mdhaifu. Alipodhihirisha mkono wake mdhaifu, Yesu akatia huo mkono nguvu, huo mkono kaanza kufanya kazi. Haleluya. Mara nyingi tunaposimama mbele ya Mungu, tunadhihirisha uwezo wetu. Kudhihirisha uwezo wetu ni kama hivi. Tuangalie kitabu cha Luka 18. Tuanzie mstari wa 9. Akawaambia mfano huu watu waliojikinai, watu waliojiona ya kuwa wao ni wenye haki, wakidharau wengine wote. Hao ni watu waliojikinai kuwa wenye haki, wakidharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akaomba hivi moyoni mwake, Mungu nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wasinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Huyu mtu amesimama na nini? Na kasi yake. Yale afanyi na yale anafanya. Anaonyesha uwezo wake. Mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wasinzi, ama kama huyo mtoza ushuru. Mimi natoa zaka katika mapato yangu yote, na tena nafunga kwa juma mara 2. 13. Lakini yule mtoza ushuru akasimama mbali, wala hakudhubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipika kifua akasema, Mungu niwe radhi mimi mwenye dhambi. Hakuhesabu dhambi yake. Haleluya. Hakuhesabu nini? Hakuhesabu niliiba, nilikatisha ushuru zaidi, nilichukua mali ya mtu, hapana. Alikiri, aliungama asili yake. Asili yangu ni asili aina gani? Mungu niwe radhi mimi mwenye dhambi. Asili yake ni ya dhambi. Aliungama asili yake ya ukweli. Haleluya. Na ndio mstari wa 14 inasema, nawaambia huyu alisuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Huyu mwenye dhambi ambaye ni mtoza ushuru alienda nyumbani akiwa amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa maana kila ajikwesaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakweswa. Haleluya. Wale wenye kiburi watapigwa, wanyenyekevu watapata neema. Sasa watu wengi wanafikiria, Mungu mimi ni mwenye dhambi, nilisini, niliiba, nilifanya, na kuja kwako Mungu unisamehe. Mwenye mtoza ushuru hakusema hivyo. Aliungama asili yake. Yeye amehesabu dhambi yake ile alitenda. Unajua wewe unahesabu dhambi, unahesabu maovu. Mungu hataki hiyo. Mungu anaangalia moyo. Huyu mtu aliungama asili yake, ndio aliweza kusamehewa na akahesabiwa kwa mwenye haki. Haleluya. Amen. Mungu anataka ufanye nini? Uungame asili yako ya ukweli. Toba ya ukweli ni mabadiliko ya moyo. Toba inaitwa metanoia, maana yake mabadiliko ya moyo. Kwa nini Yuda alijinyonga na kwa nini Petro aliishi? Petro alimkana Yesu mara 3. Yuda akamuuza Yesu mara 1. Nani hapo amefanya kosa kubwa kabisa? Huyo ni mara 1 tu ameuza huyo naye amekana Yesu mpaka kwa kiapo. Mtu huyo simjui na akaanza kulaani. Mbona sasa alisamehewa na Yuda hakusamehewa? Yuda aliunganika na Shetani, akasema mimi nalikosa. Petro na yeye alipoona amemkana Yesu na jogoo akawika, akakumbuka neno la Yesu. Aliasi neno na akakumbuka neno, akarudi kwa neno. Kwa hivyo toba ni kurudi. Ndio nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamhutubie Mungu, warudie Mungu.
na wamwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Petro aliporudi kwa lile neno, akajiona bila alikuwa anajiamini, akatoka kwa kujiamini, akaamini neno la Yesu ndio ukweli. Hapo alifikia toba. Haleluya. Na ndio Yesu alipokuja kwake akamsema, Petro, unanipenda? Alisema nakupenda. Alisema Bwana wajua, kwa sababu mara ile nyingine nilijiamini nikasema sitakukana, nikakukana. Sasa ni wewe unajua kama nakupenda. Ni wewe wajua Bwana. Wajua Bwana. Wajua Bwana. Haleluya. Baada ya kufikia toba, hakuna maamuzi yako, hakuna kujiamini tena, unaamini. Kwa hiyo nini inazuia usiamini? Ni kwa sababu ya kujiamini. Kujiamini kumezuia usiamini. Lakini wakati unapotoka kwa kujiamini, unaweza kuamini Yesu Kristo. Na ukiamini Yesu Kristo, unapata ondoleo la dhambi. Haleluya. Mungu awabariki sana. Mpendwa mtazamaji, Mungu akubariki kwa muda ambao umeshirikiana pamoja nasi. Tushukuru. Baba mtakatifu na mkombozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya neema umetujalia Bwana majeshi ya kujifundisha neno hili. Umetufundisha toba, na dini wanafundisha watu kuamini bila kutubu. Na Bwana majeshi umetujalia neema ya kuweza kutubu ili tuamini Injili. Pokea sifa kwa sababu umejalia mpendwa mtazamaji kuelewa siri hii ya ufalme wako. Kwa imani katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Mungu akubariki mpendwa mtazamaji. Tukutane tena katika programu hii. Uendelee kuifuatilia kwa YouTube, ufuatilie Meru TV, ufuatilie kwa Facebook. Hapo tuko hapo kila Friday saa 2:30 jioni. Mungu akubariki. Amen.